na bila kumsahau kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau si yeye leo hatungekuwa namna hii. Ni kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam leo tumekuwa katika hali kama hii, hali ya nuru. Tuko katika dini ya Kiislamu, tuko na iman. Hii ni fadhila kubwa sana, na hii ihsan na fadhila ni kumwendea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutuokoa katika moto wa Jahannam. Leo watu hukimbilia ndani ya msikiti, ndani ya nyumba Allah subhanahu wa ta'ala kumaliza matatizo yao, kumaliza shida yao kupitia nyumba Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, wakati wa nyuma kuna Harun bin Rashid, ni mfalme mkubwa sana. Wakati wake alikuwa na mke kama yule. Siku moja katika masiku akamuudhi maudhio makubwa sana. Tunaelewa kila mmoja ana wake au ana mke, unajua hali yao namna gani inabadilika. Siku moja akamwambia maneno makubwa mazito, mpaka Harun bin Rashid akawa ni mwenye kukasirika. Muda kama huo ameketi naye sana, lakini kuna siku akamuudhi vibaya sana. Akamwambia, wewe usilale katika utawala wangu, ukilala ukipambuzikiwa asubuhi basi mimi nimekuacha. Na ulikuwa utawala ni wake. Huyu mwanamke siku ya pili akamfuata, kwa sababu wakati huo alikuwa katika kasri ya Harun bin Rashid. Akatolewa, akaambia askari, akamwamrisha askari, mtoeni huyu katika kasri yangu na atoke, na akilala katika utawala wangu siku ya pili atakuwa ni mwenye kuachika. Lakini mwanamke kama huyu siku ya pili anakuja katika kasri, na mfalme yuko mlangoni, yuko juu, anamwangalia, anaingia mpaka kwenye geti, anafunguliwa, anakuja kwa mfalme. Mfalme akamwambia, mimi nishamalizana na wewe kuanzia jana, nishakwambia uende. Madamu umelala katika utawala wangu jana, basi wewe si wangu tena. Akamwambia, mimi sijalala katika utawala wako, mimi nimetawala katika utawala wa watawala ambaye kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada kuondoka katika kasri yako, nimeenda nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ni msikiti. Na Mwenyezi Mungu atasema, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Yule mfalme akashtuka, na ikawa ni mwenye kuokoa ndoa yake kwa sababu ya kuenda msikitini na kulala msikitini na kufanya ibada na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akaokoa ndoa yake. Leo sisi tunashindwa kuokoa matatizo yetu na balaa yetu na hali yetu ambayo kwamba tunalalamika kwa viumbe wenzetu. Tumeshindwa kumaliza haja yetu ndani ya msikiti, na kwa siku mara 5 tunaingia nyumba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini malasaf tunasahau kuja kutekeleza matatizo yetu ndani ya msikiti. Kama huyu mama ambaye kwamba ameokoa ndoa yake ya halali kwa ajili ya kulala ndani ya nyumba Allah mpaka asubuhi. Allah akamsaidia, akamwokoa kupitia na imani yake na yaqini juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuingia katika nyumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna sehemu ambayo kwamba itaokoa ndoa yangu isipokuwa ndani ya hii. Kwa hivyo inshallah, malasaf leo sisi umma sasa msikiti tumegura, na wakati wa Jumaa tunakuja wakati imamu ashapanda mimbar, anashuka, yuko katika mimbar anaswalisha, hapo ndio tunakimbilia msikiti. Ikimalizika basi hakuna salamu ya pili, hajafika vizuri, wewe ushatoka. Bila kupoteza wakati, unwani ya khutba yangu ya leo ni alwaqafat baada rahili Ramadhan. Tuna mawqif gani baada ya kuondoka Ramadhan? Tuko hali gani sisi watu wa kisasa, hii zama yetu ya kisasa? Je, Ramadhani imeondoka? Je, baada ya Ramadhani sisi mawqif yetu iko vipi? Hali yetu ya ibada, hali yetu baina mawasiliano yetu na Allah subhanahu wa ta'ala iko namna gani? Ni khutba ndefu, lakini wakati hayututoshi, kwa sababu ndani yake
kuna alwaqfatu alula, kuna alwaqfatu athaniya, kuna alwaqfatu athalitha, kisha ndani yake kuna vigawanyo. Kuna sinfu awwal, kuna sinfu thani, inaendelea na hatuwezi kumaliza na leo. Allah akijalia, kama Mwenyezi Mungu atuwafikia, inshallah tuweza kumaliza Ijumaa ijayo, sawa. Hatujafikiwa basi mwingine ataendelea inshallah. Lakini leo nitagusia mawqif yetu baada ya Ramadhan. Mwenye khutba anasema, ayuha alikhwa, ilaykum hadhihi alwaqafat ba'da rahili Ramadhan. Alwaqfatu alula, anaeleza mawqif yetu baada ya kuondoka Ramadhan. Asema mawqif ya kwanza kabisa, ha hiya ayamu Ramadhan qad inqadat, hii ndio masiku ya Ramadhan imemalizika. Wa layalihi katawallat, na masiku zake zimetupa mgongo, ishaondoka. Inqadha Ramadhan, famadha ba'da Ramadhan, imeondoka Ramadhan, nini baada ya Ramadhan? Sisi laqad kana salafu hadhihi al-umma, tuangalie salafu salih waliopita, masahaba radhiallahu anhu, tabi'ina wa tabi'in waliopita, hao walikuwa namna gani baada ya kuondoka Ramadhan? Mawqifi yao iko vipi? Mwenye khutba anaeleza, yaishuna baina al-khawf wal-raja, wanaishi kati ya mambo mawili, baina ya khawf na raja. Khawf, kuogopa yale amali yao waliofanya katika mwezi wa Ramadhan, kama itakubaliwa au haikubaliwi, na kuwa na raja, kutarajia kwamba amali yao inachukuliwa moja kwa moja. Wanaishi namna hiyo. Kanu yastahiduna fil amal, walikuwa wakifanya bidii, wakijitahidi katika amal. Faidha ma anqadha waqa'a alhammu ala ahdihi, ikimaliza ile mwezi wa Ramadhan, ikimalizika, au katika ile ibada yao wanafanya ikimalizika, wanakuwa na hamu hali ya juu. Aqbala Allahu minhu dhalika am raddahu alayhi, je, Allah ameikubali hiyo amali wanayofanya au anarudishia wao? Walikuwa hali kama hiyo. Hadhihi halu salaf hadhihi al-umma, fama huwa haluna, hali zetu ziko vipi? Hebu tuangalie hali zetu. Wallahi inna halana al-ajib gharib, hali zetu inastajabisha, tena ni geni sana, haijulikani kabisa, inastajabisha sana. Wallahi nasema na hapa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la salatana ka salatihim, sala zetu hazifanani na sala zao, moja ni hiyo. Wala saumana ka saumihim, wala funga yetu kama funga yao, haifanani kabisa. Wala sadaqatana, wala sadaqa tunayotoa katika mwezi wa Ramadhan au katika mwezi mwingine, ka sadaqatihim, haifanani na sadaqa yao. Wala dhikrana ka dhikrihim, wala ile utajo wetu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala namna wataja wao sio namna tunavyotaja sisi, haifanani kabisa. Laqad kanu yastahiduna fil amali ghayat al-ijtihad, walikuwa wakijitahidi katika amal, upeo wa kujitahidi. Wanajua kwamba haya wanafanya nani? Wanafanya bidii. Wayutqinunahu wa yuhsinuna, na wakiwa na yaqini juu ya ile amal na kufanya vizuri ili kubalike mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma idha anqadha khafa ahduhum, kisha pindi inapomalizika ile amal, ile Ramadhani kimalizika, au ile ibada wanayofanya Jumaa hii na swala kimaliza, basi anaogopa, mmoja wao anakuwa na hofu, an yarudda Allah alayhi amala, Mwenyezi Mungu atamrudishia amali yake. Wa ahaduna, na mmoja wetu, ya'malu amal qalil wala yutqinuhu wala yuhsinu, mmoja wetu katika sisi au mimi au wewe tunafanya amali ndogo sana, amali ndogo kabisa, kisha hatuna yakini nayo, kisha hatufanyi vizuri pia, tunafanya ovyo ovyo. Thumma yansarifu wa haluhu ka'annahu qad damina al-qabul wal janna, tukimaliza Ramadhani tumefunga ovyo ovyo, na tunafunga si hivyo, hatufanyi vizuri katika ibada pia. Tukimaliza kila mmoja anaondoka na sema alhamdulillah, kana kwamba yeye amedhaminiwa kabul, ashakubaliwa, wewe ibada yako mashaallah, na akapewa janna. Mimi ni mtu wa peponi bana, wale bana watu wa motoni. Fa ya akhi alayka an ta'isha baina al-khawf wal raja,
Mwenye khutba anatuambia, ewe ndugu yangu, uishi katika hili ulimwengu baina ya khauf na raja. Idha tadhakkarta taqsirik fi siyamika wa qiyamik, ukishakumbuka, ukifikiria, ukaona ile upungufu wako katika funga lako, kisimamo chako ni fupi sana, unafanya taksiri sana ndani yake, khifta an yarudda Allah alayka dhalik, utakuwa na hofu ukijiona kwamba Ramadhani sijafunga vile inavyotakana na sijasimama tarawih kusali vile inavyotakana, ile kupatikana upungufu, basi wewe ukimaliza Ramadhani utakuwa na hofu imejaa. Utasema hii Ramadhani yangu itaregeshewa, itarudishiwa. Wa idha nadhata ila si'ati rahmatillah, na upande mwingine ukiangalia ukunjufu ya rahma ya Allah namna ni kubwa, basi utakuwa na raja, utatarajia Allah kwa ile rahma yake, kwa ile taksiri yangu atanikubalia, uwe na maisha kama hayo. Wa anna Allah yaqbalu qalil wa yu'ta alayhi kathir. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kupeana, ana sifa ya kukubali ndogo, amali ndogo, kisha anapeana juu yake nyingi sana, anakupa mengi. Yeye anatoa ndogo, yeye anakupa nyingi. Hii ndio sifa Allah subhanahu wa ta'ala. Rajauta an yataqabbalaka Allah fi maqbulin, ukatarajia kuwa Allah atakubali, Allah akubali wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika wale wenye kukubaliwa, na wewe uwe katika miongoni wao, juu ya yale taksiri yako yote, lakini uwe na raja kwamba Allah akukubalia amali yako katika wale ambao kwamba Allah amewakubalia. Alwaqafatu thania, kisimamo cha pili. Hii ni ya kwanza. Ya pili, baada ya kuondokewa na Ramadhan, anna likulli shay'in alamatan, hakika kila jambo kuna alama, kila jambo ina alama yake. Wakad dhakara ulama anna min alamati qabuli alhasana, maulama wametueleza katika wakfu ya pili, kisimamo cha pili, hakika kutokamana alama ya kukubaliwa jema, an yatba'aha al-abdu bihasanati ukhra, ni mja afuatishe yale mema anayofanya, afuatishe mema nyingine. Si amefanya mema kisha anafuatisha mabaya, afuatishe mema. Baada ya kuswali ufuatishe sunna, baada ya sunna ufuatishe dhikri, baada ya dhikri ufuatishe Qur'an, hivyo mpaka. Fama huwa haluka ba'da Ramadhan, mimi nawe hali yetu ni vipi baada Ramadhan? Hal takharrajta min madrasati at-taqwa fi Ramadhan fa asbahta min al-muttaqin? Je, wewe umemalizikiwa, umetoka kutoka madrasa ya taqwa ambayo kwamba ni Ramadhan, imekumalizikia Ramadhan na ilikuwa ni madrasa ya taqwa. Je, anauliza katika ile Ramadhan fa asbahta min al-muttaqin, je umepamzikiwa Ramadhani ilipoondoka umekuwa katika wale miongoni wa Mungu? Hal takharrajta min Ramadhan wa indaka azmu al-istimrar ala at-tauba wal-istiqama? Anauliza, anasema umeondokewa na Ramadhan, umemaliza Ramadhan, umetoka katika Ramadhan, umemaliza, umefunga mpaka ukamaliza. Wa indaka, je kwako wewe kuna azimio ya kuendelea uwe kufanya tauba katika kila amali na kuwa na istiqama katika ile hali ya Ramadhan? Baada ya Ramadhan uko vile vile, kama ulikuwa ukisoma Qur'an unasoma Qur'an, kama ulikuwa ukileta dhikri unaleta dhikri, kama ulikuwa unatoa sadaka unatoa sadaka, kama ulikuwa unafanya mema unafanya, swala ulikuwa huachi unaswali. Je, katika baada ya Ramadhan pia unakuwa na istiqama? Hal anta ahsan halan baada Ramadhan minka qabla Ramadhan? Je, wewe hali yako ni nzuri zaidi baada Ramadhan kutoka wewe kabla ya Ramadhan? Kabla ya Ramadhan ulikuwa hali gani na baada ya Ramadhan ulikuwa hali gani? Je, hali yako baada ya Ramadhan imekuwa nzuri zaidi kuliko ile hali kabla ya Ramadhan? In kunta kadhalika fahmidillah, ikiwa uko hivyo, hali yako ni hivyo, basi wewe mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta ghaira dhalik, na ukiwa huko hapo, uko kinyume na hapo, fabki ala nafsika, basi lia juu ya nafsi yako, lilia nafsi yako. Nafsi yako ndio inakuharibu, nafsi yako. Hakuna shetani, shetani umefungwa, Iblisi amefungwa, isipokuwa wale mashetani wadogo wadogo.
lakini nafsi yako ndio ambayo kwamba lilia nafsi yako. Ya miskin, ewe miskin, farubama anna amalaka lam tuqbal minka, huwezekana ile amali yako Ramadhani uliyofanya au amali nyingine yoyote unayofanya basi isikubaliwe kwa sababu ya ile taksiri yako. Warubama annaka min al-mahrumin, huenda mara nyingine wewe ni katika wale walionyimwa, waliokatazwa rehema Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta la tashur, na wewe utambui, uko kama kaida, mimi bana nifunga Ramadhani mashaallah mara hii alhamdulillah, basi unapumzika sasa. Alwaqfatu thalitha, mawqif ya tatu sasa, ya kwanza, ya pili, ya tatu sasa. Na khutba natueleza aqsamu nnasi ba'da Ramadhan, kuna kigawanyo ya watu baada Ramadhan. Lakad inkasama nnasu ba'da Ramadhan ila aqsam, watu wamegawanyika sehemu nyingi sana katika baada ya Ramadhan. As-sinfu al-awwal, kuna sampuli ya kwanza, tujiangalie. Qaumun kanu ala khairi wa ta'a, kuna watu walikuwa katika taa na khair kabla ya Ramadhan, kuanzia Rajab, Shaaban walikuwa katika khair. Falamma jaa Ramadhan shamaru an sawaidihim, Ramadhani ilipoijilia, ilipowafikia, wakaanza kufunga masombo, yani wakasimama kisawasawa. Sawaidihim yani mundi ya mkono, yani nguvu yao, wametumia nguvu yao kufanya ibada. Wadhaafu min juhdihim, na wakaongeza ile juhudi yao, bidii yao wakaongeza katika mwezi wa Ramadhani. Ile mwezi mwingine walikuwa wakifanya bidii, lakini Ramadhani ilipoingia wakaongeza bidii yao kisawasawa. Waja'alu Ramadhana ghanima rabbaniya, wakaifanya Ramadhan ndio ghanima kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Wa minha ilahiyya, na ni kupewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Istaktharu min alkhairati, wakafanya wingi kufanya khairati nyingi, wakawa ni wenye kupigania au kuonyesha au kuchukua yale rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watadaraku ma fata, na kutadariki yale ambayo kwamba iliyofutu, yani kubambanya yale ambayo kwamba iliyofutu, hawakufanya vizuri wakiyabambanya. Fala'allahu an takuna qad asabathum nafatu min nafati, ili wafanye hivyo wapate nafahati Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qadha Ramadhan illa waqad hasalu zadan adhima, Ramadhani ikiondoka imemalizika, basi wao wakapata ziada kubwa sana wamepata katika mwezi wa Ramadhani. Baada ya kuondoka Ramadhani, ikawa daraja zao ikawa juu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikazidishiwa daraja yao katika pepo, wakawa na pepo jannatul firdaus kwa sababu ya kufanya vizuri, na wakapelekwa mbali. Wabtaadu anin niran, wakapelekwa mbali na moto wa jahannam. Wakajua kwamba waalimu anna mustaraha lahum tahta shajarati tuba, kuna miti ya tuba. Walikuwa wanajua kwamba istarehe yao ni chini ya mti ya tuba. Wakataabisha nafsi zao katika taa, kwa ajili hiyo nafsi zao wakataabisha katika taa. Alimu anna salihat, wakajua kwamba hakika mema yale ambayo kwamba wanawafanya katika mwezi wa Ramadhan na mwezi mwingine pia wanafanya, na wakawa ni wenye kuhifadhi juu ya saumu yao ya siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi baada ya kumalizika Ramadhan. Wa ayyamul bidh, na masiku nyeupe wakifunga wao. Sisi Ramadhani kisha basi mpaka Ramadhani hatonani, hatufungi tena. Na mtu kaambia leo Jumatatu hujafunga, nifungeni, kwani madhambi gani mimi bana? Nimeua. Sina madhambi bana, tusichokore bana. Ramadhani itafika sasa hivi. Sasa wao washamaliza Ramadhani faradhi, basi hawana tena. Kisha wanalia juu ya kitafuto yao katika usiku, yani ndani ya usiku ya manane wanalia kwa hofu Allah. Na katika maladaku wanaleta istighfar zaidi kuliko istighfar ya wale watu wa madhambi, ahlul awzar. Yaishuna baina al-khawf wa raja, wanaishi baina khawf na raja.
haluhum kama qala Allah ta'ala, hali yao ni kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un. Hawa ni wale ambao kwamba wanatoa yale ambayo kwamba waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na nyoyo zao wao wanakuwa na hofu, kwa kuwa wao wanarudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile sadaka yao wanatoa, hawaoni chochote, hawaoni kwamba ile sadaka wanatoa itawakinga na moto Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa na hofu namna hiyo. Fi sunani min hadithi Aisha, katika sunan na musnad ya Imamu Ahmad, inaelezwa Aisha anauliza, qalat qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aya, mtume aliposoma hili aya, fakultu, nikasema ya Rasulullah, ahum alladhina yasriquna wa yaznuna wa yashrabu al-khamr wa yakhafuna min Allah. Hawa wanaotajwa katika hili aya ni wale wanaoiba, wanaozini, wanaua, wanakula tembo, wanaogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hivyo. Ni hao wanatajwa, ni hao. Aisha anafikiria hivyo. Leo sisi tunasema hivyo, yule anakuna pombe ndio huyu ndio mtu wa motoni. Sisi tunaswali alhamdulillah, sisi ni watu wa peponi ba. Yule unamlani, una nini kabisa, hata kuingia mlangoni hutaki afike kwenye mlango. Wa iyadu billah, unajilinda na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, angalia watu wema walikuwa namna gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, la, hapana, yabnata Siddiq, kijana binti ya Siddiq ambaye kwamba Sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu, walakinnahum aqwamu yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an yarudda Allah alayhim dhalik. Hawa ni wale hawa masahaba wanaofunga, hawa watu wema wanaoswali, hawa wanaotoa sadaka, lakini yote haya wanafanya, lakini walikuwa na hofu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, watarudishiwa ile amali yao. Si wale watu wengine, ni hao wanafanya ibada, lakini sisi ni tofauti. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mu'minin, alikuwa akionekana mchana halali, usiku halali. Akaulizwa, kwa nini mchana hulali na usiku ulali? Kwa nini? Asema, mchana nikilala napoteza nini? Haki za wanadamu, na usiku nikilala napoteza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia namna ilivyokuwa. Hasan Basri anasema katika hili aya, almu'min jamaa baina al-ihsan wa makhafa, almunafiq jamaa baina al-isaa wal amn. Angalia tofauti iliyoko. Hasan Basri anasema katika hili aya, asema waumini wanaishi katika kujumuisha baina ya ihsan na makhafa, yani kuwa na tarajio na kuwa na hofu. Na yule munafiq yeye anaishi kwa kufanya mabaya na kisha kutarajia kwa Allah, mimi ni mtu wa peponi. Amni, anataka amni kwamba anafanya mabaya na huko anataka. Angalia watu ambao kwamba wameshindana namna gani. Angalia hali yao iko baina mashriq na maghrib, baina ardhi wa sama. Ndio tunaambiwa inna lillahi aniyatun min ahli al-ardhi wa inna aniyati rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahibbuha alinuha wa ariquha. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hakika Allah ana chombo kama vile watu wa ardhini wana chombo, basi Allah pia ana chombo. Chombo lake si kama hizi zetu, chombo sufuria sijui nini. Chombo la Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo za waumini wale wema, na ile moyo ambayo kwamba anapenda zaidi ni ile laini nyororo, ile kusikiza maneno ya Allah, akitajiwa analia. Allah anapenda moyo huo. Allah anapenda moyo huo. Ndio Hasan al-Basri anaendelea kusema, laqad adraktu aqwaman kanu fima ahalla Allah azhad minkum fima harrama Allah alaykum. Kuna watu waliopita walikuwa yale halal wanampa mgongo, halali yenyewe wanampa mgongo, halali yenyewe wanaogopa kuliko sisi ambaye kwamba leo haramu tunaingia moja kwa moja, hatuogopi haramu. Leo naambiwa leo hii ni haramu, wacha bana, baadaye nitaomba istighfar, wacha nifanye. Lakini wale waliopita, watu wema, masahaba radhiyallahu anhum, walikuwa wakifanya halali yenyewe, wao wanaogopa, wanapeana mgongo halali yenyewe. Leo sisi haramu tumetumbukika ndani yake. لقد أدركت أقواما كانوا من حسناتهم
ashfaq an la tuqbala minkum min sayiatikum. Anasema kwamba watu waliopita walikuwa wanafanya mema, lakini wanaogopa hawatokubaliwa yale mema wanayofanya. Anafanya ibada kisawasawa, lakini wanaogopa haitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo haitokuwa ni kukingika na moto wa jahannam. Walikuwa nikiogopa sana kuliko sisi leo, madhambi vile tumeingia ndani. Kila moja hapa kuanzia asubuhi tumepambazikia mpaka saa hii tumefanya mangapi? Leo saa hii tungesimamishwa moja baada ya moja, kila moja angeshika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametusitiri hivyo hivyo, lakini bado hatuzinduki. Ndugu zangu, na vile nimesema khutba ni ndefu na wakati pia ni mfupi, na mwenye kueleza pia ni mfupi katika ilmu. Sina ufasaha hivyo kueleza hii mawaqif walioeleza wanazuoni wakubwa. Kwa hivyo inshallah nimetabaruk haya machache tumesikia, inshallah tuifanyie kazi. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah tubadilike. Ramadhani ni jana, sasa hali yetu tuko vipi? Mtu ametoa sadaka Ramadhani anauliza yule bwana nimempa kadhaa kadhaa, ashaharibu. Mangapi tunafanya? Hebu tuangalie sasa hii Jumaa msikiti inajaa. Hebu leo alasiri uje, wako wapi hawa? Tunafanyia fikra gani hawa watu? Kesho ni masuhulia, sisi tunawaswali. Kwa nini wale walioko nje wasije hapa? Kwa nini wasipate haya tunapata sisi? Haya mazuri tunapata hapa ndani. Kwa hivyo inshallah tuna masuhulia makubwa. Kila mmoja afikirie, baada hapo afikirie, arudi afikirie afanye nini, afikirie inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana.